Lupogo TV kwa elimu na burudani. Lupogo TV for education and entertainment. Hello mtazamaji wa Lupogo TV, karibu jiunge nasi. Tupo maeneo ya Mzumbe University Morogoro, na leo tumekutana na kijana mwenzetu ambaye amejikita zaidi katika mambo ya sanaa ya uchoraji. Na leo tutatuambia kwa nini ameamua kujikita zaidi katika mambo ya sanaa ilhali yeye ni degree holder. Karibu bro katika kipindi chetu cha Lupogo TV, and I believe that sisi kama vijana wenzio tutapata mengi ya kujifunza kutoka kwako on kwa nini umeamua kuachana na degree yako na kuendelea na kujikita zaidi kwenye sanaa ya uchoraji. So I'll just give you a chance to give a self introduction. Okay. Asante. Mimi kwa majina naitwa Eric. Ni mchoraji wa picha za pencil na picha za rangi. Pia ni mhitimu. Nimemaliza chuo kikuu Mzumbe. Nilikuwa nasomea human resource. HR. Okay. Ila sasa nimehitimu, natafuta kazi. Lakini nimeona kipindi nasubiria kazi, basi nijiajiri kupitia sanaa. So kwa upande wako sanaa ni option? Naweza nikasema hivyo. And plan yako kwa sasa, yani ni kwamba utaiendeleza sanaa au ukipata kazi utaachana na sanaa? Sanaa nitaendeleza. Yani ni kitu ambacho kipo. Ila kazi nitaifanya kwa sababu ya kutafuta hizo mtaji mkubwa wa sanaa yangu kufanya katika ukubwa zaidi. And what steps ambazo umeamua kuzifanya au tayari umeshazifanya till now kuhusu sanaa yako? Nifanya vingi japo sasa. Okay, what is it? As in, kama ni IG or what umeji broad and which kama sana kipindi niko chuo nilikuwa nafanya sana mambo ya kutoka, yani kwa mfano ikija events labda ikitokea mashindano ya sanaa nilikuwa naenda sana hivyo. Pia na Instagram account, TikTok account, yani kwenye mitandao ya kijamii pia na post sana. And mpaka sasa sanaa inakusaidia nini? Sanaa ya uchoraji basically. Kiukweli inanisaidia, yani inaendeshea maisha ya sasa hivi. Yani napata ile pesa useme kwamba ninunue hichi au nifanye hichi, japo sio kubwa, ila ina support. Yani sio kama mtu ambaye sina kazi kabisa. Okay. And katika uchoraji wako, how long does it take for you to complete a picture? Like sema ni chore right now. Unatumia muda gani? Hiyo inategemea na size ya picture. Ila sana kuna picha za kuchora siku 3, siku 4, wiki mpaka mwezi. Okay. Oh, that's interesting. And kutokana na maelezo yako, it's like hautaki kujiajiri, right? Kwa sababu umesema unatafuta kazi, si ndio? Natafuta kazi ili nipate mtaji. So your future is kujiajiri na kujikita zaidi kwenye sanaa. And have you mimi ni fan wa arts. So have you ever thought of having like an art gallery or something? Yeah. Ndio maana mimi nimeanza, yani sasa hivi hii inaitwa Home of Arts office yangu. Okay. So nafanya hivyo ila sana labda kwenye ikitokea events, I mean sikukuu hizi, sasa ndio sana kwenye mahoteli ndio tunafanyaga hizo mtu akitaka kuchora, and tulikuwa na sessions za uchoraji. Okay, so like you are the teacher? Naweza nikasema hivyo. So at the same time unachora, at the same time unafundisha watu. Unafundisha bure or like kuna fee? Naweza nikasema bure, ila material anajigaramia. And have you ever thought of like kuweka like
such a small amount of fee like to expand your, naweza nikasema pia ni business. Yani, have you ever thought of it like charging people? Hiyo ningefanya kama mimi pia ningesomea sana. Mimi sana sijaingia darasani. Okay. Ni vile tu ni kipaji na mimi mwenyewe tu kujifunza kupitia mitandao labda hivyo. Lakini sasa anapokuja mtu na mimi kumchaji naona kama namuonea tu. Okay. Yani natamani tuwe wengi kwa sababu sana bado Tanzania haijashika nafasi vile. Kwa hiyo natamani tuwe wengi ili tufanye vitu vingi vya sanaa tujulikane zaidi. Okay, and okay. So una muda gani katika sanaa ya uchoraji? Tangia nimeanza kufanya ni kama miaka 4 sasa. 4 years. Ila rasmi yani kwamba nimeamua sasa kuwa na ofisi na kila kitu, sina professions zingine. Okay. Ni mwezi kama 7 hivi, 6 7 hivi. 6 7. So una kama miezi 5. Mitano au 6 January, right? Okay, ni nusu mwaka hiyo. Ndio. That's great. And vijana wengi wanatafuta ajira right now. Wapo majumbani, wamemaliza chuo, wako settled home, wanatafuta ajira. Na wengine wanatafuta hata hiyo mitaji ya kujiajiri. But wewe tayari una ofisi and let's say tayari umeshajiajiri. So hiki kipato unachokipata hapa ni kwamba it's not enough, au unataka ajira ya aina gani ili upate huo mtaji? Yaani mtaji wako unataka kiasi gani? Ndoto ni kubwa sana. Okay. Yaani ndio nimejiajiri ila ni katika udogo. Sio kwa kiwango kile ninachokitaka. Kwa kazi ninazofanya pia eneo ambao nipo sanaa bado haijaingia vile, kwa inanipa taabu. Yani unakuta unauza picha leo, saa let's say kesho, then after 2 days ndo unauza tena. Kwa ile la useme we keep kwamba nijiwekee ili nifanye makubwa zaidi, afu muda huo kuna changamoto sana, maisha yaendelee, kula kodi nini. Kwa mimi nataka kazi ili nipate, kwa sababu kazi ukilipa kwa mwezi unaweza ukabalance pesa ukafanya vitu vikubwa. Compare na hiyo ambayo unadunduiza hayo. Okay, hapo kuna hata swali jingine like. So ikatokea ukapata kazi. Unataka kazi ya mshahara kiasi gani? And kwamba ukiacha kazi utafunga ofisi yako, and who will be in charge? Hakuna vijana kama unawafundisha watakuwa wanaendesha hivyo. And do you think their work will be as competent as yours? Yani nikipata muda nitafanya sanaa ambazo kwa kiwango changu, nitakaa ofisini watauza, ila itaendelea kufanya kazi kwa kiwango changu. Kwa sababu as far as I know right now, ukisema umeajiriwa naweza kusema it's a full time. Ni full time. Yaani labda mwajiriwa wa serikali ndiye ambaye anakuwa kidogo anakuwa na ka ample time kuweza kusema kwamba anaweza kujiinvest nyingine. Ila kwa mwajiriwa wa private sector it's very hard to handle both things, as you'll be handling your office and handling boss anachokitaka. Itakuwa ngumu. So hapo iko kitu cha kufikiria. Nimefikiria kikubwa zaidi mimi nataka, yani lengo kubwa la kutaka ajira for sure. Yani kwanza nilichosomea kisipotee nzima. Sawa. Okay. Pili ndio hiyo mtaji. Kwa nikiajiriwa mimi sana ndio naweza nikaajiriwa hata private sectors, lakini hope sitobanwa hivyo. Yani lazima nitakuwa tunaka nafasi hata kwa weekend kanini nitaendesha tu biashara kwa weekend. Wewe umesomea HR, right? Ndio. So kabla, kwa sababu una 4 years of experience, so I was expecting that, I was expecting kwamba
by the time una apply wewe tayari unajua kwamba mimi nina talent ya uchoraji, si ndio? So kwa nini ukwenda kusomea kipaji chako ili kwanza ungekuwa confident nayo, especially kwenye charging na hivyo kwenye expand your business, and ukaamua kwenda kusomea HR? Kwa kipindi hicho yani nilikuwa chini ya wazazi, unajua. Okay. Alafu wazazi ilikuwa ngumu sana kuamini katika kipaji changu. Kwa nilienda kusoma HR kwa sababu ya wakubwa. Yaani elimu yangu ya chuo ni kwa sababu ya wakubwa. Lakini ingekuwa mimi kama mimi naamua, basi ningeenda tu kwenye sanaa direct. Okay. Mara nyingi tumekuwa tukiojiana na vijana and they face the same problem, the same challenge kama ya kwako. So na wakati huu kwenye kipindi chetu kuna wazazi pia wanatizama. Una nini cha kuwaambia wazazi? Kwanza wazazi wajaribu kuwachunguza watoto wao nini wanapendelea, au kuwapa hata muda tu kwamba wapate kuzungumza, mwanangu nataka nini, labda ukiwa mkubwa wewe nani, unajua. Wajaribu kuwapa nafasi ya kupambania kile ambacho wanaona ni sahihi, kwa sababu ukifanya kitu ambacho unapenda, yani inakuwa ni rahisi sana hata ukipigania, unajua. Mimi mpaka kufikia hapa hivi ni kwa sababu napenda, ndio maana nikajaribu hadi kuwa na ofisi. Ni kwa sababu napenda. Kwa wazazi kama wazazi wape nafasi watoto nao pia wapambanie kile sahihi kwao, au ndoto zao au vipaji vyao pia. Kuna vijana kama wewe ambao wamemaliza na sasa hivi wako majumbani wanasubiri kuajiriwa. And as for you, tayari umejiajiri and hujaridhika bado, unataka kuajiriwa. So unawashauri nini vijana wenzio ambao wako majumbani wanasubiri kuajiriwa? Cha kushauri labda tu wasisubiri ajira kwa kukaa tu kutoria. Yaani huenda akawa na kipaji labda kama mimi au vipi, lakini ajaribu kujichanganya na watu ili apate hata experience ya mahangaiko, unajua. Yaani siwezi nikasema kwamba nimebobea sana katika hustling, hapana, ila asikae tu nyumbani. Yaani ajaribu kutoka kupigania chochote, yaani hata kuomba pia kazi ndogo ndogo za kupata 10 kwa siku au vipi, ila asikae tu nyumbani. Asante sana Eric. Naamini tumejifunza among the teenagers. So naamini tumejifunza kutoka kwako, and as kuna mtazamaji right now atataka kujua zaidi, so ungetoa like your contacts and your username yako kwenye mitandao ya kijamii, IG, Facebook, TikTok and hivyo. Okay. Kwenye mitandao ya kijamii natumia Home of Arts Ricky Bin, ila kwa mawasiliano napatikana kwa nambari ya 0656858618. Karibuni sana Home of Arts. Asante sana mpenzi mtazamaji, natumai umejifunza mengi. So karibu Home of Arts, ujipatie picha kabambe maofisini, majumbani, kila sehemu kuna picha rembo sana, picha nzuri sana kwa ajili yako. Ulikuwa nami Eunice Okama, Lupogo TV. Lupogo TV kwa elimu na burudani. Lupogo TV for education and entertainment.